Tumpigie makofi. Asante, tunaweza keti. Asante sana Senator. Muriega. Tugethania haga ini mwega. Na hindi ciothe. Nini ndeto ndeni ici itumbĩ. Na tuaga itumbĩ rĩu nĩ itumbĩ rĩa ngũkũ. Karangu tumekuja kusema pole. Familia ya ndugu yetu Paul tumekuja kusema pole. Wakati mwingi wakati tunakuja katika mambo ya mazishi, tunajikumbusha kwamba ni safari ambayo sisi wote tutatembea. Nashukuru sana Bishop. That is a very powerful sermon. Umetupatia leo, umetukumbusha mambo ni matatu. Na hata yangu itakuwa tu matatu. Ya kwanza nimefanya ya kusema pole na kuambia familia kwamba ile yoyote ambayo mngetaka tufanye, tutakuwa pamoja na nyinyi. Na katika ile kujitayarisha kufanya mambo pale nyumbani Nyeri, najua iko maneno ambayo itakuwa pale ya kutayarisha watu wapate chakula siku ya mazishi. Kwa hivyo utamuona huyu ndugu yangu Bwana Karangu, utatafutana na huyu ndugu wangu anaitwa Murigo. Mimi na ofisi yangu ambao wamesimama hapa, tutakupatia 10 bags of rice na 10 bags of beans na ile nyingine yote ungetaka hapo ya chakula. Uonane na yeye, tupangane kesho uweze ukapata, uanze kupanga mambo ya mazishi. Nasikia ni Wednesday. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, Karango, do not worry. Ya kanama tiwa jana but do not worry. TV, okay. Do not worry. Hii mambo ya kuambiwa kwamba ukifika mahali sisi wote tutatoroka, sijui ni nani hao watatoroka. Sisi tutakuwa hapo na tutakaa mpaka umalize mambo yako. Do not be threatened by people without a vision and ideas. Stand firm and focus. And I like what the guy from that other party, sijui kama siko sure ni party gani, that's why I don't want to mention kwa sababu sikusikia, lakini nisikia ni chama nyingine ile ambayo ni hiyo nyingine. So amesema kwamba he has apologized. So we want to believe that apology is a true apology and that they have reversed what they had said earlier. But wewe ukiwa kiongozi, wachana na hao waimbaji, wachana na watu ambao wako na talanta tofauti. The best you can do is support them. I worked with that gentleman when he was deputy president. And let me tell you, unajua watu wakiamua kuongea, mimi nakwanga nimenyamaza, but it's also time for me to speak. And I will speak today. I worked with him when he was deputy president. And that time, ndio kulikuwa na mambo kadhaa ya watu waimbaji wetu kufanya zile concert, ndio tunakuja tunawasupport. I went for money from him specifically when there were about 2 or 3 concerts which I attended personally. I won't mention which ones. I will have another opportunity, not in a funeral, to say which ones. But I went to him 3 times and he never gave me a single coin. He told me, our waimbaji, na mnisamehe, mimi I'm just quoting what I was told. Mbwa hao waimbaji ni kama malaya. Wakati wa uchaguzi tutakuja kwao tuwalipe, wakuje waimbe na tuwalipe. When we want them, we'll pay them. So I am not very surprised when he takes the microphone and says, let us walk out of these artists. But I assure you, kama mtu ambaye anasimamia waimbaji Kenya mzima, I will stand with you, whether or not, and I don't care whether you vote for the person I want you to vote for or not, but because of your talent, I will stand with you. I stood with you when I was kicked out of government from Uhuru Kenyatta's side when I used to work with him. I stood with you even when you did not support this government. I will stand with you now, even if you decide to support us or not, because my purpose is to support your talent. Wacha niachane na mambo ya siasa hapo. Hiyo ingine nitaongea hapo nje. But you have our support and the president's support to do what you must do. And we will sing your songs in our houses. Na by the way niwaambie wale tumepublish kwa Kenya Gazette last week tariffs. Ya hiyo wanalipa kama DJ wanalipa ile pesa ambayo wanalipa ndio wacheze nyimbo. Even you political parties, whether you are UDA or any other party, you must pay money for musicians to get money to be able to feed their families. So we are coming for you. Don't get wrong during political rallies, you're out to nyimbo ciao and you don't want to pay money
for them to be able to progress. Let me go back to my brother Paul. I understand we lost him in a road accident, and it's good that the bishop has prayed for us not to have these problems on the road. And we pray for the family that as you continue with the plans and visions that you have, that you will continue being with him. Karango, as a person, as Dennis Itumbi, unajua hasa nikiongea hapa, people don't know the difference of Dennis Itumbi and government. But as Dennis Itumbi, nataka umtafutie one person ambaye ametoka directly kwa hii familia. I will give them a job for the next 1 year. Wakijipanga kutafuta pale. And like Senator said, please Mufea, next time watu wakishika microphone hapa, kama wanataka kutuongelesha siasa, waongee siasa, na vile umefanya sisi tukiongea tunatoa, hata wao wakiongea wanatoa. It is only fair to do that because there are many people who speak too much, too loudly, but wakikuja hii mambo ya kusupport hawako, wanataka tu kushika hii microphone. Na hii microphone inalipwa, hii hall inalipwa. I mean hata hii maji tumepewa hapa inalipwa. Let people learn that if you want to use this microphone, at least also participate in what people are doing. Tukuja hapa kuongea, tulikuja hapa kusupport. Na kwa sababu tukuja hapa kuongea, nimetumwa hapa na majority leader Kimani Ichung'wah na 100,000 shillings. 100,000 shillings. Tupigie Kimani Ichung'wah makofi. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah oherwega shilingi 1,000 And Bishop, I want an invite to your church. You preached too well. Mimi nataka kuja ni participate kwa kanisa. Sasa tafuta siku ndio nikuja na hao watu wote wametoka kwa ofisi yangu, tukuje tushiriki na wewe na tukusaidie project moja mbili katika hiyo kanisa. Sawa. Sasa hiyo utaonana na huyu mkubwa, upange tupange na mimi nitakuja. Nimetumwa pia na rafiki yako, na kabla sijatangaza yake pia we have been informed about Archbishop Stanley Gishuru who also left us. Kwa hivyo sitaki kupatia hiyo jukumu kanani kwa sababu ya hii mambo, lakini nene ama nene ameenda ya Peter tafadhali panga ndio tuende pia tushikilie hiyo familia hii wiki kabla waende mazishi, maanake we have a responsibility to hold people who also hold us. So we will also go there. President William Ruto amenituma na shilingi 500,000. And he has I also went to see him off at the airport. I'm going to Italy, and he has sent me a personal message to tell you pole sana and to tell your family that he is going to stand with you the way you have stood with him, because friends are about standing each other. That is his personal message as given. shilingi 500 kuma kwa our president. Tohorera ile president witoroherwega. Asante. Sawa. Mimi nashukuru sana and thank you for being our friends, and we assure you, usiangalie tu Karango ama uangalie watu wengine wote ambao wasije on this side, even you as a person, wherever you are and you feel there is something that we should support you with, nitafute. Huyu kijana ambaye amesimama hapa anaitwa Morigo, tafutana na yeye, pata namba yake, my office is open, come and talk, share your ideas and I will support you where I can. God bless you and keep you eyes. Liz pia amekusukuma na shilingi 5,000. Asante sana, tupigie Liz makofi mazuri. Kuna mwingine anataka kusema mheshimiwa. Jeshi ya mheshimiwa mtu wote wewe ni seneta oka kwa Muthenya au Muthenya na okaka karuta 20,000. Asante sana seneta. Rake naona akorogo kule Gikuyu na the chairman ko shilingi 10,000 kule na Kimani Ichung'wah. Asante sana. Kuna mwingine anasema mheshimiwa. Thank you very much. I totally appreciate. Na mimi muendelee kutuombea na mimi nitaendelea kuombea pale naweza. Mungu awabariki na awaweke. Asante. Tuesday ndio tutakuwa na ile memoria hiyo Archbishop. Hapa. Okay. Jioni. Okay. Sawa. Tutakuwa tapanga hiyo. Sawa. Asante. Haya, tuwapigie makofi mazuri.